Na sasa sema kwamba imekuwa mafunzo mazuri kwangu. Kendanga yo ningi mayengi matini kabisa. Najua kama maisha ni kitu kidogo sana. Nikaka Erastus onindo cha. Kwamba jinsi Erastus amelala. Karana banyalo nindo apoya kamano. Mimi naweza kulala pia kigafla. Orogi makwa Jehova Nyasaye kinde duto. Kitu ambacho namuomba Mungu kila wakati. Nikata wana mwabet kae kauono ni. Hata sisi ambao tumeketi hapa mahali ya leo. Jehova Nyasaye wacho nikaka noseni ndono. Jehova Mungu anasema jinsi ambavyo amelala. To bang death and judgment. Baada ya kifo ni hukumu. Koro ongege mwanyalo wacho kata maber. Hakuna kitu ambacho tunaweza sema hata kizuri. Sae wacho ni mondo wagone erokamano kuom gik moko duto. Mungu anasema kwamba tumshukuru katika hali zote. Kuom ngimane manosekete piny. Kwa maisha ambayo alishaleta ulimwenguni. Keshika wuoyo kode chieng Saturday. Nikizungumza naye siku ya Jumamosi. Odoko no wachano chenro moro matin. Tulipanga mpango fulani kiasi. Nonego warom kode on Wednesday. Tungefaa kutana naye siku ya Jumatano. Kawaromo Rangala kacha. Tukikutana pale Rangala. Ke piny mar Kisumu. Mimi natoka kule Kisumu. Onego dhi dala mar Ndere. Tungefaa kwenda katika mji wa Ndere. Kabiro kawuok Nairobi. Nikikuja nikitoka kule Nairobi. Kachopo Ngong. Nikifika kule Ngong. Saa 12 okinyi kama. Saa 12 asubuhi. Tayudo message ni osenindo. Napata ujumbe kwamba ashaaga. Neo kanyal riembo gari. Singeweza kuendesha gari. Ochuna ni monda ayuag matin. Ilinizamisha kwamba nilie kiasi. Na winjo kaluor kabisa. Nilisikia nikiwa na uoga fulani. Fuane Jehova Nyasaye kama. Bwana asifiwe. Kero neno watch matek kabisa. Ilikuwa ni jambo ambalo ilikuwa ngumu sana. Kanyal pimo ne ngato. Singeweza kumweleza mtu yoyote. Tuno kana dhi dalawa. Ikalazima nilipofika kule nyumbani. Baba ne gimiera riyo. Baba kwa na boma mbili. No kanyal dhi mos mama wa maduo. Singeenda kusalimu mama wangu mkubwa. Na bet mane odwa. Nilikaa tu kwa nyumba yetu pale. Nyaka dok Nairobi. Hadi nikarudi Nairobi. Beneo kadele mo ng'at machielo. Sikuenda kumtembelea mtu yoyote. Beneo kadhi e dhod ng'ato. Sikuenda kwa mlango wa mtu yoyote. Kwa sababu nilishikwa na uoga. Jehova Nyasaye jiwowa. Jehova Mungu anatusia kwamba owacho ni onyalo biro sasa. Anasema kwamba anaweza kuja wakati wowote. Onyalo duongo sasa. Anaweza kupisha wakati wowote. Onyalo biro mondo kawi sasa. Anaweza kuja kuchukua wakati wowote. Oro ine mailo so. Sasa niona tengeneza nafasi. Nika Yesu obiro kwamba Yesu akikuja siku ya leo. Yesu kaongimani. Yesu achukue maisha yako. Kama ibete kanyono. Mahali umeketi hapo. Ibete kama ber. Je, utakuwa mahali panapostahili? Anasema kwamba akishakuita hakuna jambo lingine. Bekoro kwanyala mone. Sasa tuwezi kumuombea. Kwanyala hatuwezi kubadilisha wakati wake. Anasema kwamba ukifa umewekwa katika hukumu. Nafasi iko kwa mtu aliye hai ambao ni wewe na mimi. Tutengeneze maisha yetu kwamba Yesu akituita tutakaa mahali gani. Tusikue katika shughuli zingine ya dunia siku ya leo. Kama unaweza kuhudhuria sababu ujue kwamba kesho utakuwa kitu ya kesho haijulikani. Yesu anaweza kuja siku ya leo akuje kama mwizi. Yohana anazungumzia pale. Wamesema kwamba kuna shoka pale katika mji. Inaweza katwa wakati wote. Na maisha yako yanaita. Maisha yako yakiisha. Je, umetengeneza mahala pako kwamba utaenda naye Mungu? Leo tunaweza kuweka mzaa. Tukifikiria kama tuna maisha kwamba tunapiga hadithi gumzo mahali. Ukifika miaka 30 ukutana na mzee fulani, moyo wako unaweza kukudanganya kwamba utafika katika ile miaka ya ule mzee. Haujui miaka yako. Jehova Mungu anasema ya kwamba ni yeye anajua wakati. Anasema kwamba kuna wakati mwingine ambao umepatiwa siku ya leo, umepatiwa maisha, na wakati kesho itafika ambao ni kesho, ni wakati wa kifo. Anasema kwamba siku ya leo tengeneza mahali pako, mahali umeketi. Je, umeamini kwake Yesu? Unaweza kukiri Yesu na mdomo wako. Useme kwamba Yesu mfalme. Useme kabla hujakiri hautaenda kurithi uzima wa milele. Kabla hujaamini kwamba Yesu ni mfalme, hata ukuwe mtu wa shirika, hata ukuwe ni mtu wa aina gani, usipoamini ndio kwa Yesu, Yesu akija hautaenda kurithi uzima. Sisi tutengeneze wakati wetu siku ya leo. Bwana Jehova kama somo na matini. Msomee kidogo msomaji. Waibrania adek mlango wa 3 apagariyo 12. Alafu somo na nyaka apargabichi. Alafu some hadi 15. Wawinji gima Jehova Nyasaye wacho. Tusikie kitu ambacho Jehova Mungu anasema. Waibrania adek 3 madongo. Waibrania apagariyo nyaka apaga then you stop. 12 hadi 15 alafu uache. Beduru motan mondo kik ng'ato kumu bed gi chuny
mangima. To moloyo, jiwreuru ng'ato gi ng'ato kapod iluongo ndaloni ni kawuono, mondo kik richo gal ng'ato kuomu, mibed gi chuny matek, nimar ka wamako geno mane wachakogo nyaka giko matek, to wanabed jocham gikeni kaachiel gi Kristo. Muma wachonwa wan bende niya, winjuru dwond Nyasaye kawuono, kik wiu dok matek kaka ne wikwere wuodoko matek kane ging'anyo ni Nyasaye. Haleluya. Haleluya. Bwana Jehova Nyasaye kama. Tuperushie Mungu mkono hivi. Mungu ananena nasi. Akisema ya kwamba yeye ni Mungu wa siku ya leo. Ananena nawe sasa hivi. Aongee na wewe kesho asubuhi. Anaongea nawe usiku wa leo. Anasema mahali ambapo umeketi, kama kuna dhambi fulani ambao umejificha ndani yake, usikuwe na moyo ambao uko Mungu, kwamba siku ya leo kesho hujui. Anasema ya kwamba ukuje katika uzima lazima ubadilike siku ya leo. Anasema sio kesho, njia ni leo. Mahali ulipo, Jehova Mungu anakuita, anakuhitaji. Jinsi ambavyo mtafuta Adamu, leo anakuita kwa dhambi mahali ambapo uko, hata mahali umejificha, hapo ni anakuitia. Jehova Mungu anamuita Adamu. Adamu uko wapi? Adamu anasema amejificha. Wewe pia mahali ambapo uko, jitibalisha alafu kuja kwa Jehova Mungu. Usikuwa na moyo ambao ni ngumu, ambao unakataa kubali kwake Mungu. Mshie Mungu mkono. Ukiwa na moyo ambao ni mgumu, Jehova Mungu atakuja. Jinsi ambayo alikuja kigafla, haujui yako, ya mtu mwingine umeona, lakini kesho haujui yako. Jehova Mungu akikuchukua kigafla hivyo, anasema ya kwamba kabla hajakuja anakupatia nafasi ambayo anakupatia. Anasema kwamba ni siku ya leo, ili utoke mahali ambapo uko, utoke kwa dhambi mahali ambapo uko, ukuje katika mwanga wake Yesu Kristo. Nani ambaye amejiandaa siku ya leo? Yule ambaye anasema kwamba Jehova Mungu, mimi ni mwenye dhambi, badilisha moyo wangu. Nafasi iko siku ya leo ya kupata wokovu, ambaye ni Yesu Kristo, mtu ambaye alikuja na wokovu mkubwa ambaye Yesu alileta ili atupeleke kwake Mungu. Hatungeweza chochote, hatungeweza kwenda mbele yake Mungu hata kwa hekima zetu, hata kwa damu fulani. Yesu ametumia damu yake yeye mwenyewe. Amesema kwamba Yesu, tukusiwe na moyo ambao ni mgumu, tuingie katika dhambi ambayo unatenda, itakupeleka motoni, itakupeleka hasara, itakupeleka hasara. Ndio upate kitu kizuri, lazima ubadilike siku ya leo. Ukuje ndani ya Yesu Kristo, useme Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Useme kama wewe ni mtu wa shirika. Haleluya. Ingeni jalemo to berabera. Unajua mtu ambaye anashiriki ni mzuri tu. Tojelemo waduburo manayiki kama. Wale ambao atakuja wenzako atakuja kuzika tu. Wacha nikwambie, Yesu akishakuchukua, wewe unaenda hukumu ukiwa peke yako. Ukiwa peke yako. Mahali ambapo uko, nini nimekuweka hapo? Jipige picha moyoni kwamba mahali nimeketi, mimi niko vipi? Kila mtu ajichunguze mwenyewe, kama unaenda motoni ama unaenda sawa. Na nafasi iko siku ya leo ili uombe Mungu, ili moyo wako ubadilike, Mungu akutengeneze, ili Yesu atakapokuja ukuwe na furaha. Unakuwa kama Paulo. Paulo anasema kama nikiwa hai, mimi ni wa Mungu, hata nikifa, mimi ni wa Mungu. Wewe unasema vipi? Ukifa siku ya leo, je, utakuwa wake Mungu? Wewe umeketi kwenye dhambi, haubadiliki siku ya leo. Siku ya leo tufanane kama Stefano. Hata kama tunapigwa kiasi gani, na kunaangalia kule mbinguni, tunamuona Yesu, na tunakuwa na furaha. Moyo hata mwili wetu ukufe, unamuona ndani, inakuwa hai kwa Mungu, tukibadilika kwa Jehova Mungu. Mungu awabariki.